kwa upande wa nilivyomwacha au namna yake, upo utofauti ambao ulionekana hiyo siku, hasa mazungumzo ya simu ya muda mrefu ambayo hayakuwa na kikomo. Alikuwa ni mtu anazungumza sana na simu, hasa kwa hiyo asubuhi. Yes, na mtu mwingine ambaye sasa sikufuatilia zaidi nifahamu. Lakini pia hata watu wengine wa karibu, majirani walisema kwamba leo asubuhi tumemuona ni mtu ambaye alikuwa busy na simu sana. So hata mimi dakika chache kabla tuzungumze, baada ya kumaliza kunywa chai aliongea na simu, alafu ndo akarejea akaanza kujiandaa kama anaenda kuoga. So nikamwacha na kinga maji, ndo tukazungumza na nikamuaga kwamba mimi naelekea kwenye majukumu yangu. So nadhani kitu cha mwisho kuzungumza na hali niliyomwacha ndo hivyo. Baada ni dakika chache kati ya 20 mpaka 25 baada ya kufikia eneo la tukio, nilipopokea simu kwamba amepatwa na tukio hilo. So ilibidi mimi nilipiga simu na jirani ambaye alikuwa amejulishwa na jirani mwingine ambaye alihitaji kutumia hiyo bafu. Wakati amejaribu kuingia ndo akakuta ule mwili upo unaning'inia. So akarudi, kwa sababu hana namba yangu akampigia jirani mwingine ambaye yule ndo ana namba yangu, akanipigia simu kwamba kama ninajua Emmaus alipo au nimeonana naye. Nikamwambia nilikuwa naye asubuhi iliyopita, dakika chache zilizopita. So baada ya kunipa hiyo taarifa, mimi nikabidi nimpigie mdogo wake kwa ajili ya kudhibitisha. Nilipomcheki mdogo wake akaniambia ni kweli nipo nyumbani, lakini kuna tatizo, kaka Emmaus anajinyonga. So nilivyosikia kwamba ni anajinyonga, mimi nilijua ni kitu, yani ndo tukio linaendelea. So nikamwambia jaribu kumuondoa kwenye hicho kitanzi, then mimi nitafute usafiri wa kumwaisha hospitalini. Akanisisitiza kwamba kaka haina haja kufanya hivyo kwa sababu kaka Emmaus ameshafariki tayari.